Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machikeni kendo nyakwara moga jong dai kosekalo kanyo ngwen koda boro bang' sa achiel okinyeri makawuono nyakona moga jong mana kaka ne wachako budho kodi okinyeri makawuono nyiriri machok mokalo chien kanye watieko kanyo nondo geko mag oboke kanyakla koda weche manyien mabende wakelo ni ko sa 12 okinyeri makawuono. Nyakona mogi isebedo ke penjori kendo duto ne jofwambo gi to gitiyo nade to ratiro mane mabende gitiyo go nyakona moga jong. Kata kamano kawuono wantie kod achiel kuom jodito e migawo mabende otelo jofwambo mano Media Council of Kenya MCK mano migosi Evans Teddy, ambapo kwa ajili ya lugha tutakuwa tunazungumza kwa aidha lugha ya Kimombo ama lugha ya Kiswahili. Teddy, nilikuwa nawajulisha tu ya kwamba leo uko mahala hapa angalau tuelezee kuhusu Media Council of Kenya ndio nini na kazi mnayofanya ni nini na mnafanya kazi aje na waandishi wa taarifa za habari nchini Kenya na nchi zingine. Utatueleza kama MCK pia mko nchi zingine ama ni Kenya tu, mko Uganda, mko Tanzania, mko wapi? Hivyo chukua nafasi ukasalimie watazamaji wetu. Asante sana. Kwa majina naitwa Evans Teddy na nafanya kazi na Media Council of Kenya ambalo ni baraza la waandishi wa habari. The Media Council of Kenya ndio inaweka sheria ambazo waandishi wa habari wanafuata. Na hii iliundwa kulingana na kipengee cha Parliament, Media Council Act of 2013. Kwa hivyo sisi kazi yetu ni kuona kuwa wanahabari wanafanya kazi yao vyema na pia tunawatetea kama kuna swala lolote. Kumaanisha ina maana ya kwamba Media Council of Kenya ilibuniwa mnamo mwaka wa 2013 ama hapo nyuma? Media Council of Kenya ukiangalia historia sana ilianza kitambo sana, about 2002 ndio Media Council ilianza, lakini ilianza kama NGO. Lakini sasa 2007 ndio sasa ikaanza kuwa ya kiserikali na 2013 sasa ndio kukakuwa na Media Council Act ya 2013 kulingana na the 2010 constitution ambayo Kenya inatumia. Kwa hivyo nitasema kuwa tumekuwa around for many years. Na sisi tunatetea tu waandishi wa habari. Wewe kama Teddy Evans umekuwa huko Kisumu, eneo za Nyanza, jukumu yako ni yapi? Mimi nafanya kazi na Media Council of Kenya nikiwa regional coordinator wa this region na hii region iko inclusive of 10 counties. Hiyo ikiwa Migori, Homa Bay, Kisii, Nyamira, Kisumu, Siaya, Vihiga, Busia, Kakamega na Bungoma. Kwa hivyo what could be a major roles in this area? What are you seeing that is implemented? What we are largely implementing ni kutetea waandishi wa habari. Kwa sababu Media Council ilikuja into Kisumu in 2021. Na hapo tulikuwa tunaingia into 2022 general election. Kwa hivyo kazi kubwa ambayo tumefanya ni kuwatetea waandishi wa habari kwa sababu walikuwa wanateswa sana, wanapigwa wakati wanadhulumiwa wakati wa siasa na hiyo. Kwa hivyo tumewatetea na pia training. We train journalists kwa mambo kadha wa kadha. But pia tunawapatia what we call accreditation. Mwandishi wa habari lazima awe na kibali cha kufanya kazi. Na ni Media Council of Kenya ambayo ina ruhusa ya kuwapatia hiyo kadi, ili anapokuja hata kufanya kazi kwenye mkutano wako anatoa ile kadi ya kumruhusu yeye afanye kazi yake. Kwa hivyo sisi ndio tunawapatia hizo kadi. Na pia kitu kingine ambacho tunafanya, tunaangalia content ambayo media houses wanafanya nini, wanapatia audiences zao kama hiyo content ina comply na what we call code of conduct for media practice. Kwa hivyo tuko na hapa Kisumu tuna monitor media houses in those 10 counties kuona kuwa wanafanya kazi yao kulingana na sheria. Teddy, asante kana kwa taarifa hayo. Pengine utuelezee nani ni mwandishi wa habari? Mwandishi wa habari
Ni swali gumu kidogo, lakini Najua. mwandishi wa habari ni yule mtu ambaye ameenda shule akasomea tasnia. That means ya uandishi wa habari. So he has gone to school and studied journalism, communication or media related course. So amehitimu either na diploma au degree katika uandishi wa habari. Kwa hivyo hata tunapopeana kile cheti tunapeana kulingana na sababu kuwa wewe umeenda shule na ukahitimu kutoka kwa hiyo shule. So huyo ndio mwandishi wa habari. Swali wengi huuliza, unapopewa hicho kacheti kadogo cha kwenda kufanya kazi, ni nini mnazingatia, ni nini mnaangalia? Pengine ukaelezea yule ambao anashangaa, mbona tukienda kufanya kazi watu nazuiliwa na wengine wanaingia? Kwanza kabisa lazima uwe umeenda shule, umehitimu na diploma au degree katika uandishi wa habari. Umesema uandishi wa habari hamna certificate? Vile sheria imetungwa leo, mtu ambaye amefanya certificate hatapewa kile kibali. Hiyo ni sheria, sio Teddy wala nani. Hiyo ni sheria vile imetungwa. Kwa hivyo tunataka uwe una diploma au degree kuendelea. Ndio. Alafu swali la pili tunauliza, je, unafanya wapi kazi? Kwa sababu unaweza kuwa una mahali umeajiriwa ama umejiajiri. Naam. Kwa sababu wewe kwenda tu skuli haimaanishi kuwa utafanya kazi katika journalism. Wengine wanaenda kisha wanapata kazi kwingine. So kwa hivyo tunauliza, je, hizi habari zako kwa zinapeleka wapi? Either umekuwa employed au umejiemploy wewe mwenyewe. Kwa hivyo tunaangalia hiyo. Alafu sasa tukiwa satisfied na hiyo tunakupatia hicho cheti ambacho kinadumu for only 1 year. So kila mwaka tuna renew. Kwa mfano umesajili niseme Januari mwaka huu. Naam. Uka apply, you've applied, and what process are they taking to apply? Apply, we are talking about digital economy. Kwa hivyo apply Media Council of Kenya card, it's online. Kwa hivyo ukienda kwenye website ya Media Council of Kenya una apply, then kuna team ambayo inaangalia kama hizo documents zako zina meet the criteria, they valid. Na kama kuna tashwishi kidogo, hata tunapiga simu kwenye shule tuulize, je, huyu Justus huyu Justus mnamfahamu? Alikuwa mwanafunzi huko, watatuambia huyu alikuwa mwanafunzi, kwa sababu sometime watu wengine wanaleta stakabadhi ambazo ni gushi. Kwa hivyo lazima tuangazie hayo kuhakikisha kuwa tumpatii mtu ambaye hajahitimu. Alafu swali nyeti ni kwa kijana ni anajituma zaidi. Naam. Ana umahiri, anapenda kazi anakofanya, anapenda media. Lakini hajasomea, now that akona kamera, anaweza piga picha, akona followers social media, sasa yeye ni mwandishi wa habari. Huyo si mwandishi wa habari. Unajua, unaweza kuwa unapenda kutumia madawa, unapenda kuambia mtu anaweza kutumia, hiyo haikufanyi kuwa daktari. Kwa hivyo wewe kupenda tu kupiga picha haikufanyi wewe kuwa wewe ni mwandishi wa habari. Lakini pia lazima tuelewe kuwa saa hizi kuna wale ambao wanafanya blogging or local content creation. Sasa hao wanafanya hiyo content creation, lakini hiyo peke yake haiwafanyi kuwa waandishi wa habari. Mwandishi wa habari lazima awe na stakabadhi ambazo zinahitajika. Na hao ambao wanafanya content creation kibyao, blogging pia tuna kipengele ambacho tunasema tunawa accredit, lakini kama media practitioner. Huyu ni mtu ambaye anafanya kazi kwenye media house kwa mfano, lakini hajasomea hiyo tasnia. Unaona, kama hospitali tu, si kila mtu ambaye anafanya kazi hospitalini daktari. Yes. Kwa hivyo kwa media pia si kila mtu ambaye unaona na kamera na microphone ni mwandishi wa habari. Because anybody can afford to buy a good camera. Exactly. Na huyo si mwandishi wa habari, anaitwa media practitioner, mtu ambaye anafanya kazi kwenye media lakini hajahitimu. Kwa hivyo lazima audience iwe able kutofautisha nani mwandishi wa habari na nani si mwandishi wa habari. Vile tu mgonjwa ukienda hospitalini lazima utofautishe, je, huyu mwanatibu ni daktari au ni cleaner? Hiyo ndio tofauti. Ama ni nurse tu. Exactly. Ama ni nurse. Kuna wengi ufikiria nurse pia ni daktari. Now that umevaa ile white robe or how do you call it, anafikiri huyu pia ni daktari. So lango ambao linasumbua watu wengi, who is a blogger? Difference between a blogger and a accredited journalist. Now, tofauti ambayo ipo ni journalist anaweza kuwa blogger. Lakini blogger anaweza kukosa kuwa journalist. Okay. Kwa hivyo well, that's me. Just a minute.
accredited journalist mwenye amesoma hata kuna cheti zake, Yes. pengine anaweza kosa media house ya kufanyia kazi. Naam. Na akue anafanyia mheshimiwa Teddy kazi. Naam. Governor Teddy kwa mfano. Yes. Uh-huh. Huyo, kwa hivyo mwandishi wa habari anaweza kuwa blogger. Okay. Lakini not blogger anaweza kuwa mwandishi wa habari. Kwa hivyo blogger ni nani? Huyu ni mtu ambaye tu ako na talent ya kufanya content creation au kupiga picha, alafu ana followers nini. Sana sana wanatumika na wanasiasa. Okay. Kwa sababu wanasiasa wanataka following ya watu. Okay. Kwa hivyo anaweka pale clips ambazo zinamfurahisha huyo mwanasiasa, alafu watu wanafollow. Lakini huyo si necessarily mwandishi wa habari. Kwa hivyo lazima tuzingatie na tujue hiyo tofauti ambayo ipo. Iwapo blogger, the difference yenye tuko nao kati ya blogger na huyu mwandishi wa habari aliyehitimu. Wasemani cheche za maneno ambao bloggers hutupa waandishi wa habari, tofauti kwa wapi? Mwandishi wa habari anafaa kuaje? Mwandishi wa habari kuna ile tunaita code of conduct for media practice. Sasa yeye anafanya kazi yake kuzingatia hiyo code of conduct. Kwa sababu usipozingatia ile code of conduct for media practice, sisi kama Media Council, what are some of these states? For example, kwa mfano code of conduct for media practice inasema issues za accuracy na fairness. Exactly. Yeah? Na hizo ni vitu ambazo many bloggers hawatazingatia. You should be better late on your report, but you are sure. You are very sure. Tunazingatia mambo ya independence. Unafanya kazi yako independent, lakini unapata kuwa bloggers already wako na influence kwa sababu ameandikwa labda kazi na mwanasiasa mheshimiwa naam. Kwa hivyo hata akifanya zile habari zake zinaegemea upande mmoja, lakini mabaya hata yasema. Exactly. Ni mazuri tu. Ni mazuri, lakini journalist ni mtu ambaye akona ukakamavu. Mabaya kwa mazuri. Atasema mabaya na atasema mazuri kwa wakati wote. Mheshimiwa ameenda akajenga maji pale Kabonyo Kanyagwal. Naam. Tutaandika. Naam. Alafu sasa pale tena mabaya yatendeke. Utaandika. Journalist bado atafanya nini? Ataandika. Huo ndio uhuru wa mwandishi wa habari. Kabla tuelekee pale maandamano, tunapo cover maandamano, Teddy, kwa field yetu ama field yenu, Yes. Mlungu upo? Nimesikia kuwa kuna watu ambao wanapata kitu wanaita brown envelope, lakini tunasema kuwa hili ni swala ambalo halihitaji, kwa sababu unapopokea mlungula kutoka kwa mtu yoyote ambayo tunasema brown envelope, awe ni nani, inamaanisha kuwa ita affect jinsi unavyofanya kazi, kwa sababu ule mtu anaweza kuintimidate. After all amekupatia pesa, unaona. Kwa hiyo ndio bana hata code of conduct nasema mtu asilipwe kufanya news. Hata media house isilipwe kufanya news. So not unless kama ni matangazo. Unless kama ni matangazo au program ambayo mna sponsor. Hizo ni tofauti. Niseme MCK wamekuja hapa wamesponsor program. Exactly. Kitu kama hiyo. Hiyo lazima ilipiwe, kwa sababu kumbuka kuwa media houses pia zinafanya biashara. Lazima zitengeneze pesa, zilipe waandishi wa habari, zilipe stima, zilipe maji. Kwa hivyo pia ni biashara. Kwa hivyo kuna mambo ambayo lazima watalipisha, na hiyo rate ya kulipisha sasa ni wao kuamua. Lakini sasa ile ambayo tunasema mwandishi apewe hongo ili afanye story kwa side fulani, hiyo ndio tunasema hiyo ni mbaya, kwa sababu inakuwa ni bias. Yes. Umekuwa Kisumu kwa muda gani, Teddy, na changamoto gani waandishi wa habari hukumbana nazo? Media Council of Kenya imekuwa Kisumu kwa miaka 5 sasa, miaka 5 miezi miwili sasa. Na changamoto kubwa ambayo waandishi wa habari wanapata hapa, especially ni wakati wa siasa, ambapo unapata kuwa waandishi wa habari wananyanyaswa, sio kwa sababu wamechukua mrengo fulani, lakini kwa sababu tu wanafanya kazi yao. So hiyo ndio changamoto kubwa sana. Changamoto ingine ni kuwa kuna wale watu ambao wanaingilia kazi ya uandishi wa habari. Unapata kuwa unapoenda kwenye event, unapata mtu anakuja anasema mimi ni fulani nafanya kazi Color TV. Lakini wewe Justus unafanya Color TV na hujaimuona. Kwa hivyo kuna wale ambao wanafanya impersonation of a media house, wanasema anakuja anafanya kazi. Yes. Na hao ndio watu ambao wanaharibu tasnia. Kwa sababu unapokuja alafu anasema mimi nafanya kazi Color TV, yet hawafanyi kazi yote bali kama mimi ndio Justus. Sasa mtu anasema
walikuja wakanifanyia interview, na mbona ile interview haikuenda hewani. Hata wengine wanatembea na microphone ambazo hazina battery, anakuwekea microphone, wewe unaongea Kizungu, unaongea Kiswahili, lakini hakuna kitu ambayo wana record. So hao ndio wananakili pale. Naam, hao ndio wanaharibu tasnia ya waandishi wa habari. Ndio maana tunaambia hata waandishi wa habari, mnapokumbana na hawa watu, mwambie Media Council, ili Media Council of Kenya nayo ifanye nini, ichukue sheria. Sheria ni gani? Najua mimi kama Justus, the much I have to do is to tell Teddy or Media Council. Naam. I'm sorry, I'm fond of just referring to you direct, maybe yes. Not Media Council. Najua aturuhusiwi kuchukua sheria mkononi mwetu. What should I do kama nimekutana na mtu kama huyo ana impersonate Color TV for example? Impersonation kwanza ni hatia katika sheria za nchi ya Kenya. So ukikutana na mtu kama huyo, wewe piga simu, tujulishe huyu mtu ako wapi. Sisi tutapigia askari, kwa sababu tunafanya kazi karibu sana na askari for security purposes. Sisi tutapiga simu, tuwapatie ule ujumbe wao, sasa watachukua sheria ili wamshike na tumpeleke kwenye court ili yeye ajustify kama ajibu mashtaka, na hapo sasa atafungwa kulingana na sheria za nchi ambazo impersonation ni hatia kwanza. Naam. Mwandishi anapodhulumiwa akiwa kazi, nini anafaa kufanya? Niseme umeenda mahali umepigwa na number one, tujue how do you cover this thing? How do you be safe in the field? Unajua kuna jambo mnasemanga kila siku, security inaanza na wewe mwenyewe. Naam. How do I handle myself? Kwanza kwa visa. Just a minute, sorry for cutting you short. Yes. A good example, kuna wakati watu walienda Siaya for Linda Ground. Okay. Tena watu wakaenda Kakamega. Wanalinda wananchi. Naam. Rapsha kakatokea Kakamega. Naam. Mimi mwananchi nimepewa jukumu mimi journalist nikapewa jukumu ya kwenda kucover akina Sifuna. Naam. Najua ni hostile. How should I carry out myself? Kwanza kabisa nitasema kuwa uandishi wa habari si kazi rahisi vile watu wanadhania. Ni kazi ambayo inataka ukakamavu sana. Kwa hivyo ikija kwa mambo ya safety ya waandishi wa habari, kwanza tunaambia mwandishi wa habari, unapoenda ile kucover ile event, unafanya what we call risk assessment. Je, kuna probability kuwa mtafaruko utakuwa? No. Kwa hivyo ukishajua kuwa umeenda Linda Ground au Linda Mwananchi au kokote kule, na unajua kuwa jambo linaweza tokea, kwanza unaanzia kwa mavazi. Je, umevaa aje? Unafaa uvae kwa jinsi ambayo itakuruhusu kama kuna mambo kwanza, hata siku identify. Je, unaweza kimbia? Kwa sababu ile mambo yakitokea lazima umevalia jinsi. Wewe ni mwandishi wa kike. Naam. Naam. Alafu umevaa sketi fupi. Haitakuruhusu. Kwa hivyo lazima uangalie umevaa vipi. That's why tunasema ukienda kwa function kama zile, maybe vaa spotlight ili ikuruhusu. Hata kama ni t-shirt ambayo unaweza kimbia, but largely tunasema vaa shirt ambayo ina vifungu kwa mfano, ili kikiumana unaweza toa shirt na ukaliache huko. Naam. So hayo ni mambo ambayo tunasema tu, unapoenda pale kufanya ile kazi yako, je, kuna waandishi wengine pale? Kwa hivyo fanya kazi karibu na waandishi na wengine. Then 3, angalia kuwa the main jukwaa liko wapi. Na askari wapi ambao wako in charge. Kwa hivyo lazima kuwe na uhusiano mwema na askari. Kwa hivyo kwa sababu tukifanya hizo trainings ambazo tunasema safety and protection of journalists, hata tunaambia waandishi wa habari wale watu ambao wanaanzisha zile vurugu kwa wanasimama wapi sana. Kwa hivyo you have to be keen and monitor where they are strategically placed. Exactly. But tuseme kuwa mwandishi wa habari sasa amepigwa au ameumizwa au kamera zake zimechukuliwa kwa mfano, pia tunamwambia kitu cha kwanza ni lazima uripoti kwenye kituo cha polisi, upate OB number. Chochote kilicho karibu na wewe. Exactly. Ukimaliza tufahamishe. Kisha sasa kulingana ile kesi yako tutakwambia ni nini tutafanya. Kwa hivyo tuna deal na each case differently. Lakini unapoenda kuripoti lazima wewe uwe uko na namba. Lazima ya MCK. Lazima kwanza ujiulize, je, wewe uko na accreditation ya Media Council of Kenya? Hiyo ndio inakutambua kama mwandishi wa habari. Kwa hivyo kama hauna ile kadi, hiyo ni yako. Kumaanisha isiwe mimi ni beshte ya Teddy na mjua rafiki yangu tunakunywa chai pale. Sasa Teddy bwana, nimekuwa huku Linda inchi, nimepigwa hapa mawe, nini tufanyaje? Hapana. What is the next question you will ask me? What is your accreditation number? Kwa hivyo ukishanipatia ile accreditation number, mimi naingia kwenye system naangalia, is it active or expired? If it's expired, I tell you sorry,
nenda kwa DCI, kwa sababu sisi hatu protect the general public. Sisi ni waandishi wa habari, kwa hivyo lazima your accreditation iwe up to date. Yes. So when it's up to date means it's renewed. It's renewed. Yes. After kuwa renewed ndio sasa mnaweza sema huyu ni wetu. Lakini sasa usiende kurenew baada ya kupigwa. No, si ati ni mbaya kurenew. Unaweza pigwa tu renew, lakini hiyo kesi haitakuwa active. Hiyo kesi haitakuwa active kwa sababu tunaangalia by the time ulikuwa unafanya unadhulumiwa. Je, ulikuwa na accreditation ambayo ni active? Unajua kudhulumiwa ni inaweza fanya mtu aende active. Lakini we are not promoting violence. But cha muhimu ni kuwa sisi tutaendelea kuongea na stakeholders, wapatie waandishi wa habari enough time ya kufanya kazi yao, because hii kazi ambayo waandishi wa habari wanafanya is provided for in the constitution. Ukiangalia article 34, 33, 34 na 35 za constitution zinawaruhusu wanahabari. Kwa hivyo ni conversation ambayo tutaendelea kuwa nayo na stakeholders ili waelewe, kwa sababu kuna program tunasema media information literacy program, kujaribu kuelimisha umma ni jinsi ipi media houses zinafanya kazi yao na jinsi ipi pia wao wanafaa wa consume media content. Kwa hivyo ni program ambayo ipo na tutaendelea kuwaelimisha. Kabla tupate break, Teddy, pengine utuelezee nishafanya accreditation, everything is okay. Yes. To what extent are my rights valid? Niseme nimeenda function, how should I handle? Hii ndio chenye usumbua waandishi wengi. How should I handle? Bonsa wako pale, hawataki niende podium nichukue picha. Hao pia wanafanya kazi yao. A journalist anafaa kujibeba aje? Mwandishi wa habari hata ukiwa na kile kibali does not mean you are above the law. Correct. Unaona? Kwa hivyo unapokuwa na ile kadi pia kuna kitu nasema nao, how do you relate na watu? Unamapproach yule ofisa ambaye pia anafanya kazi yake. Kama ni bonza. Wewe muapproach mwambie mimi ni Justus nafanya kazi na Color TV na ningependa kwenda pale ya kufanya hii na hii. Kufanya 1 2 3. Vile unamapproach matters a lot. Lakini wewe ukienda pale utoe kadi yako kusema unatembea kifua mbele. Unajai niona kwenye TV. Hujui sura. Hujui sura. So unapata kuwa mimi ndio Justus. So inaharibu sana utenda kazi. Kwa hivyo tunasema soft skills zitakusaidia, public relation itakusaidia. Kwa hivyo unaenda unajitambulisha, unamwambia nini unataka kufanya, pia atakueleza usipite hapa, maybe pita the other side. Usipite mbele ya rais. So ni kuelewana, unafanya kazi kwa kuelewana. Hiyo ndio kitu ambacho kumaanisha unajaribu kusema nisiwe naenda mkutano ya rais alafu mimi ndio kifua mbele. Nisema mimi ni journalist na niko na haki. Hapana. Kuna protocol. Unasema unaweza finyu. Ndio. Kuna protocol ambayo lazima izingatiwe. Na heshima idumu. Exactly. Kwa sababu ukiheshimu kazi ya mwingine, pia yule mwingine atakuheshimu. Yes. Nyakuna mugajwa mano migosi Evans Teddy jatelo dual market na tijo fombe pachoka ni Media Council of Kenya mabendo ambeko okinyini ri market code mind ikawangio nito ratiche fombo chakra gikanye turumo gikanye nyakona mugajwa tuja fombo enga machalo na samuru sebedo kurado gi oganda ko kanyo samuru kumio koda gin jo fombo manigi barua mag tich kata oyo. Teddy, tunachukua break kidogo, tukirudi naomba utuelezee as a media house wengine tunaweza kuwa na our cards za kazi ama inaitwa staffs. They are valid to what extent? Okay. Tukunywe maji kidogo ndio turejee. Asante. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV,
machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nyakora Mwajwang, mana kaka kaponi koketudi koda wantie ka koda jatelo mochung'ne duol makeno tich jofwambo e pacho kaendi, mano Media Council of Kenya Badni Rima Nyanza Migosi Ivan Steady mabende lero na moko kuom ratich jofwambo e pacho kaendi kanyakla kod bomani maduong' ma Kisumu. Jofwambo nego beni tiyo nade, nego beno wuotho nyaka kanyo, nego beno timo ang'o, nego beni gitiyo nade mondo gine ni ngimagi girito. To tij jofwambo en ang'o nyakora Mwajwang? Tedi nilikuwa nawaelezea tu kwa kifupi yale ambao unajaribu kufunza wananchi kuhusu haki za mwandishi wa taarifa za habari, anavyofaa kufanya kazi za kwake. Sisi kama media house pengine nikuulize, tunaweza kuwa tuko na niite stakabadhi yetu ya kufanya kazi. Pengine ukiingia hapo utapata mtu ameweka kitu kwa shingo lakini sio ile yenu. Naam. How valid is it? Kwanza kabisa unajua each media house iko na sheria na policies zao ambazo lazima mtu ambaye anafanya pale kazi azingatie. Kwa mfano hivi hata mimi vile nimekuja hapa nimeulizwa ID, unajua kwa sababu ni policy ya station. Unaona? Kwa hivyo lazima ifuatwe. Kwa hivyo utapata kuwa media house iko na staff IDs, ambalo ni swala ambalo ni is okay. Si lazima ikuwe ile ya MCK. Ya media council. No. Yes. Lazima nyinyi mko na staff ID yenu, kwa sababu kumbuka kuwa hii station iko na watu tofauti. Kuna reception, kuna security, kuna support staff, kuna waandishi wa habari. Kwa hivyo zile staff ID za media house ni kusaidia ku identify watu ambao kwenye station. Lakini sasa hii ya media council ni cheti ambacho kinakuruhusu kinapoenda kule nje ukitoa watu kujitambulisha. Kwa hivyo na hiki ni specifically cha waandishi wa habari. Kwa hivyo ni vizuri media houses ziwe na zao, lakini kama ni mwandishi wa habari ni lazima awe na ile ya media council, kwa sababu ile ya media council imekuwa integrated in the sense that hata unapochukua simu yako na uangalie inakwambia kama iko valid or haiko valid. Na hata unapo travel outside the country, kwa mfano unataka kwenda Uganda kufanya kazi, kule Uganda utakuuliza wapi kibali chako kutoka Media Council of Kenya. Kwa hivyo iko recognized worldwide. Naam. Meaning niende ni cover BCJ. Yes. Uganda nikifika pale serikali wa kule waniulize kibali. Wewe ni mwandishi wa habari, utasema na mimi ni mwandishi wa habari. Wapi kibali chako? Unatoa kadi yako ya Media Council of Kenya. Lakini hata unapofanya hivyo, kumbuka kuwa unapoenda Uganda, sheria za Uganda ndio zina apply. Kwa hivyo si za Kenya. Kwa hivyo lazima hata ukienda kule uzingatie sheria za Uganda au Tanzania au Rwanda, Lakini at least by the fact that wewe uko na accreditation ya Media Council of Kenya inakupatia an opportunity ya kuingia kule kwa urahisi. Tadi ipo siku rais alikuwa anakuja Makasembo. Naam. Kuzindua zile nyumba zimejengwa mala pale. Yes. Mimi nikiwa kazi na nilikuwa na unaita attachment. Yes, attachment. Hakuwa na chochote. Okay. Pengine sisi tulilegea mahali hatukumpatia hiyo ya ofisi. Naam. Nikapata pale GSU. Okay. Yuko kwa njia. Nikatoa cha kwangu. Akauliza na huyu ni girlfriend ama ni nikaona bana sio girlfriend. Ni ile tu ako attachment. Naam. Akakata ya kwanza.
Unajua sisi mwacha nje. Hapo ndiye anaenda kusomea kazi. Unajua nini ilifanyika? I had to speak with these people as a gentleman. Okay. Unajua hapo kulikuwa na gap. Yes. Kwa sababu tunaambia wanafunzi ambao wanafanya media communication and journalism kuwa lazima tunafanya student accreditation. Yes. Kuna pia wanafunzi wanakuwa accredited. Kwa nini tuna accredit wanafunzi? Ni kwa sababu thanks for bringing that, you are students pia. Yeah. Ni kwa sababu hawa ni watu ambao watafanya practicals, wataenda attachment, watafanya practicals, watafanya kazi zao, maybe wanafanya content creation nini. Kwa hivyo tunawapatia what we call student ID, ambayo ni accreditation ya mwanafunzi. Kwa hivyo ile ndio kadi ambayo wanafaa wafanye nini, watumie. Unajua pia ni part of learning. Kwa sababu ukinapokuwa aanze kuzoea mapema. Kwa sababu tunataka mtu ambaye ni mkakamavu, mtu ambaye anafuata processes ambazo zipo. Kwa hivyo hata huyo mwanafunzi alikuwa anahitajika awe na kadi yake ambayo student. Unajaribu kumaanisha kwamba hata tunapochukua watu wa attachment. Naam. Tujaribu tuone wameregister. Yes, lazima muambie kuwa condition ambayo tumewapa ni MCK accreditation. Otherwise mtu atafika tu hapa amwambie mimi ni mwanafunzi kwa mfano Maseno au Rongo au Kisii nafanya